Mjumbe Kalinga, umesahau kufisha. Asante. Na inatu gereji mara moja, kunaenda kutizama gari kwanza. Sawa. Yaani kama utakuwa umemaliza kupakia mzigo, mimi nitamtuma bodaboda aje achukue mizigo yangu kwa ajili ya safari. Lakini ikiwa vinginevyo, mimi nitarudi. Wala usijali mke wangu. Sawa. Nitakupangia nguo zako na vitu vyako kabisa kwenye begi vyote. Sawa. Na vipi, mbona shemeji Rashidi sijamuona muda? Rashidi huwa anashinda kule bondeni kule kwa rafiki yake ule Duku. Pale library ndo huwa anashinda sana. Mara nyingi huwa anapenda kuwa kule. Simu yake pia haipatikani. Kila nikimtafuta simpati. Alafu huyo bado mtoto mdogo. Hajafikisha kabisa umri wa kuweza kujitegemea na kukaa mbali na nyumbani kwa muda mrefu. Tafadhali kuwa makini naye. Sawa? Nikutakia siku njema mke wangu. Na pia mume wangu. Siku njema. Sawa. Anayapitia mengi mjumbe huyo, yani kila siku vulugu mjumbe huyo, yani kila siku kesi mjumbe huyo, mambo kwake sio mepesi mjumbe huyo, wananchi valangati na yeye, hizo mada kesi zimezidi. Nusu saa tu kama masaa 3 tangu kafika. Mungu wangu. Maruzuku. Bwana Maruzuku. Maruzuku. Odi, she Maruzuku. Anayapitia mengi mjumbe huyo, yani kila siku vulugu mjumbe huyo, yani kila siku kesi mjumbe huyo, mambo kwake sio mepesi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwema? Na, kwema. Samahani bana. Duku nimemkuta? Hapana. Duku hayupo hapa. Mambo kwake sio mepesi mjumbe huyo, wananchi valangati na yeye. Unaweza kunisaidia labda pa kumpata? Hapana. Labda mtafute mdogo wako umuulize. Yeye ndo anajua Duku anapopatikana. Maana yeye ndo kiongozi wa upumbavu wake. Unataka kunieleza nini labda? Ngoja nikwambie kitu mjumbe. Unapoweka juhudi kupambana kutatua kesi za watu, weka juhudi hizo hizo kuhakikisha mdogo wako haribu watu wengine. Sawa. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba mdogo wangu mimi anamharibu mdogo wako, si ndio? Hilo lipo wazi. Amefanya aache kuswali. Saizi anasuka.
na mambo mengi ya ovyo, na mdogo wako ndo kiongozi. Mjumbe, simama imara, usikubali kushindwa. Sawa. Kwa hiyo mdogo wangu mimi ndo amemwambia mdogo wako wewe aache kwenda msikitini kuswali, si ndio? Na mdogo wako akakubali. Mdogo wangu huyo huyo ndiye aliyemwambia mdogo wako wewe awe na anatembea na mke wa mtu, na mdogo wako pia akakubali, sio? Kwa hiyo hii maana yake mdogo wako wewe atumie akili yake kwenye kufanya maamuzi, sio? Sijamlea hivyo mdogo wangu. Kwa hiyo mimi ndo nimemlea hivyo mdogo wangu kwa kutaka haribikiwe yeye na watoto wa watu wengine, si ndivyo? Hebu acha kuwahukumu watu bwana. Wale ni vijana na yale ni mapito tu. Unachotakiwa kuendelea kupambana kumweka sawa mdogo wako, kama ambavyo mimi huwa nafanya. Usitafute mtu kutaka kumbebesha lawama, alafu na wewe ukae pembeni. Malezi hapo hivyo. Anayapitia mengi mjumbe huyo, yani kila siku vulugu mjumbe huyo, yani kila siku kesi mjumbe huyo, mambo kwake sio mepesi. Suzi, we Suzi, Suzi. Hebu niambie nini Suzi, mdogo wangu, wewe umepatwa na nini Suzi? Wewe mdogo wangu, ongea basi. Hebu mjumbe, umefuata nini hapa? Mimi sijaja hapa kishari. Nipo hapa kwa ajili ya kutekeleza kile tulichokiongea ulipokuja nyumbani. Nisikie, hichi ambacho unachokiona hapa ndio matokeo ya mdogo wako nilichokuambia awali kwamba hapa anahusika Rashid. Utakuja kunilaumu mjumbe, I swear, utakuja kunilaumu. Ukitaka kujua tatizo ni nini, acha kutumia hisia, tumia akili. Anayapitia mengi mjumbe huyo, yani kila siku vulugu mjumbe huyo, yani kila siku kesi. Hebu basi niambie mdogo wangu. Kwake sio mepesi. Suzi, Suzi jamani, niambie Suzi. Janeti. Janet. Toka Facebook na mitandao mingine ya kijamii ianze kutoa hela, sasa hivi wanawake wamekuwa wakijizalilisha sana mitandaoni kupata hizo hela. Wengi hutumia kivuli cha content creator, yaani waandaaji maudhui wa mtandaoni. Hila uharibu maana kabisa content creator. Lakini kuna watengenezaji wengine wanatengeneza tu vizuri maudhui yao na kupeleka kwa jamii na watu wanawapenda na kulipwa pesa zao vizuri tu. Usichokijua Bwana Buja, dunia inapenda ujinga kuliko kitu chochote. Unaweza ukaandaa tu kitu chako kizuri na kisipendwe, ila ukafanya ujinga mdogo tu kikapendwa na kikapata watazamaji wengi, na hapo ndipo watu wanapotumia fursa. Sio kitu kibaya, ila ubaya unapokuja ni pale unapopitiliza katika ujinga huo. Hicho ndicho nilichokuwa nakimaanisha. Kwa hiyo kwa sasa hivi watu wenye simu ni content creators. Sio hivyo, kila mwanamke mwenye makalio makubwa na umbo zuri ni content creator. Kutumia uzuri wao ili kupata watazamaji. Hii inasikitisha sana. Sisi tunawafundisha nini kizazi kijacho? Hapo ndipo tunapowafundisha kuwa ili uwe mrembo katika hii dunia, lazima ukae uchi mtandaoni, wakijifanya huko kazini, kumbe wakitengeneza maudhui, kumbe uongo mtupu. Lipo kundi fulani vile wanawake linaloharibu thamani waliopewa na Mwenyezi Mungu kuwa mama zetu, kwa kukaa uchi, kwa kujifanya wao ni content creator, kumbe wanajiuza tu kijanja. Wanajiuza? Wewe umejuaje kama wanajiuza? Hili wahitaji waladi mbili kujua. Biashara yote duniani inahitaji matangazo. Na katika kuifanyia matangazo huhitaji kuificha. Inatakiwa iwe wazi ili watazamaji waweze kuiona. Kumbe ndio ujanja wao. Hivi umemsahau ule mtoto wa dada mgeni? Si ndio ilikuwa michezo yake hiyo, mpaka mjumbe akamfuata na kumtishia kumpeleka kwa Waziri Gwajima, ndipo akaacha. Sasa hapo nimekupata kaka. Hizo mada kesi zimezidi,
mambo sio moto sio baridi. Jumbe! Jumbe! Uje! Jamani Duku, nini? Mbona unapiga makelele? Mdogo wako anaumwa, yuko hoi, hajiwezi. Wewe unasemaje? Anaumwa sana. Yuko wapi? Mimi najua sehemu alipo. Mtoni Anayapitia mengi mjumbe huyo, yani kila siku vulugu mjumbe huyo, yani kila siku kesi. Odi! Odi! Umefanya nini mdogo wangu? hiyo ndo salamu? Wewe mjinga nini? Salamu inasaidia nini? Haisaidii kitu chochote kile. Nataka kujua umemfanya nini Suzi, na kwa nini anakusaidia kwenye ugonjwa wake Janeti wako wengi sana kwenye hii dunia. Kwa nini unifuate Janeti mimi? Au kwa sababu unanifahamu? Kiufupi, sihusiki na chochote nilichofanya mdogo wako. Unaweza kaniachia? Wewe na kuachiaje kwa mfano? Chie. Janeti, kuna kitu kinazungumza ndani ya macho yako. Hayana uongo kabisa. Sasa nikijua kitu kibaya umemfanya mdogo wangu, wewe nitakuua. Kuua ni neno dogo sana kwenye kulitamka, ila kwenye vitendo lina uzito. Alafu yatazame macho yangu, ayaogopi iko unachokizungumza. Shabash. Rashidi, nini mdogo wangu? Rashidi mdogo wangu, umekutwa na nini? Umekutwa na nini? Sema chochote basi, dada yako yuko hapa. Sema chochote mdogo wangu. Sema basi Rashidi. Rashidi, niambie, dada yako nimekuja. Nimekuja baba. Niambie. Anayapitia mengi. Amefanya nini? Una nini? Rashidi, una nini baba? Dada niko hapa Rashidi. Vipi? Uko sawa? Hapana. Kuna shida gani? James amekuja nyumbani. Tumegombana sana. James? We naye. Kaka yake Suzi. Inaonekana hali ya mdogo wake ni mbaya sana. Lakini hicho ndicho tulichokuwa tunakitaka. Vipi? Mbona ufurahi sasa? Kuna kitu hakiko sawa. Kitu gani? Anasema analitaja sana jina langu. Kwa nini alitaja jina langu? Au kuna sehemu nimekosea kwenye kazi yangu? Hapana. Mimi siwezi kukosea kazi yangu. Itakuwa tu ni mawenge. Maana mara ya mwisho kuja hapa tulikuongelea sana. Itakuwa ni kitu tu kilichomkaa kichwani. Sawa. Ila kuna kitu. Tunatakiwa tufanye kitu tena. Hivi yuko wapi? Yuko huko ndani, nimemlaza. Mimi niseme asante sana kwa kuja, nashukuru. Ilikuwa lazima niwahi, simu yako ilinishtua. Ni kweli, lakini anaendeleaje? Hali bado iko vile vile, sio mabadiliko aina yoyote. Oh my God. Inabidi tu mimi nimpeleke hospitali. Sina jinsi. Na mimi nataka nikwambia hivi, ila tufanye kwa haraka. Sawa. Lakini muda wote nilokuwa nambembeleza alikuwa anaita tu boka boka. Unasemaje? Mpaka nalala alikuwa anaita boka. Hebu nisikie. Wewe mpeleke hospitali. Mimi narudi sasa hivi, sawa? Narudi. James. Niache kwanza. James wewe. Kesi za familia haziishi.
kesi za utapeli haziishi, kesi za uchawi haziishi, kesi za mahusiano haziishi. Khadija! Khadija! Naona umefurahi, si ndio? Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Umetimiza dhamira yako eh? Eh? Kwa nini umeamua kuniumiza? Hivi unajua ni jinsi gani nilivyokuwa namsubiri huyo mtoto? Nilikuwa namsubiri nimpokee kwa mikono yangu, hata kama nimempata kwa njia haramu, lakini haibadilishi kuwa ni mwanangu. Kwa nini umetoa mimba? Kwa nini? Kitana taratibu. Vuta huko. Hata huja bi. Halo, mume wangu. Wewe, mume wako nini mjumbe? Nilikwambia chochote kitatumkuta mdogo wangu, nitadili na mdogo wako. Alafu wewe usinichanganye. Tena usinichukulie poa kabisa. Kama wewe umevurugwa na mimi nimevurugwa vile vile. Tena nitakuvuruga. Hautaamini James. Na usinichukulie poa kila ukija hapa kwangu unanipanda pana kichwani. Wewe. Hawa kimemkuta nini hawa? Eti Duku, kimemkuta nini huyu? Kwani tusimpeleke hospitali? Tatizo sio hospitali hili. Unasemaje? Mimi nimemruhusu pia mdogo wangu Suzi apeleke hospitali unajua. Unampoteza huyo mtoto. Unamkosa. Wapigie simu sasa hivi wamrudishe. Wapigie simu. Kwa mdogo wangu. Olivia, sikia, usimpeleke Suzi hospitali, mrudisheni nyumbani. Usimpeleke hospitali, mimi kaka ndo nasema, huo ugonjwa sio hospitali, usimpeleke. Inauma lakini haina budi, machozi yakitiririka, akilazima ibaki hai. Hey, mjumbe, usifumbe macho. Hey, mjumbe, sheria ifuate mkondo wake. Tena mjumbe, tetea haki zetu, na sisi tutatii sheria bila shuruti. Lakini mjumbe, ukizinua utajua nguvu ya jamii unayoiongoza. Kagua